Iron Man ndio Avenger pekee ambaye aliona ujio wa Thanos kabla ya Avenger wengine wote hawajaona. Na Iron Man amekuwa akipambana sana kuhakikisha kwamba lile tukio la kwenye Endgame au la kwenye Infinity War halitokei. Kwa nini nasema hivyo? Mimi leo nataka nikupe details za muhimu sana ambazo kuna namna moja ama nyingine utakuwa ulizimisi kwenye hizo movie za Marvel. Na hizi details na uhakika ukitoka hapa utakuwa umeng'amua kitu kipi ambacho hukuwahi kukifikiria. Mimi naitwa Mani Kilaha, nikukaribisha kwenye The Popcorn Movies Podcast. Hapa ndipo tunaweza tukachambua filamu za Marvel, tutachambua filamu tofauti tofauti kwa lugha nzuri kabisa ya Kiswahili. Na kama bado hujasubscribe basi nakuomba usubscribe kwa sababu wewe ndio unatusupport sisi. Na nikwambie kwamba kabla hujaangalia hizi movies za Avengers ama kabla hujaangalia Avengers Doomsday ambayo inakuja, nataka nikupe list ya movies za Marvel kwa mpangilio ambazo unatakiwa kuziangalia moja baada ya nyingine. Na ukishaziangalia hizi basi utaielewa Avengers Infinity War pamoja na Avengers Endgame. Movie hizi zina connect. Movie ya kwanza kabisa ni Iron Man. Iron Man ndio ilikuwa movie ya kwanza kutambulisha kwenye Marvel Cinematic Universe, ambapo hapo walimuintroduce Iron Man. Kwa kiuhalisia huwa wanasema Captain America is the first Avenger, lakini Iron Man ndio alikuwa Avenger wa kwanza kuwa introduced kwenye Marvel Cinematic Universe. Captain America is the first Avenger kwa sababu yeye ni wa zamani, ni alikuwa kwenye vita ya dunia, lakini Iron Man ndio aliyetambulisha ulimwengu wa MCU. Na Iron Man kwenye ya kwanza kabisa pale kuna maneno alisema I am Iron Man. Maneno haya yalikuja kutumika mwishoni kabisa kwenye movie ya Avengers Endgame, akatamka yale maneno kwamba I am Iron Man. Kwa hiyo akawa amecomplete ile the Infinity Saga ama akawa amecomplete ile character arc, tunasema kwamba alianza kuwa Iron Man na akamaliza kama Iron Man. Na movie ya pili ni Incredible Hulk. Hii ni movie ambayo ilitengenezwa na Marvel Studios wakishirikiana na makampuni mengine baada ya kuwa wameingia makubaliano na Universal katika kutengeneza movie za Hulk. Lakini hapa kuna kitu kingine ambacho nitakuja kukuambia baadaye kabisa kwa nini mpaka leo hatuoni movie ya Hulk ambayo yuko solo yeye kama yeye baada tu ya Incredible Hulk. Yaani tunaweza tukasema kwamba huyu Mark Ruffalo ambaye anaigiza kama Hulk kwa sasa hivi hatuwezi kupata tena movie yake nyingine akiwa kama Hulk peke yake. Kiachana hizo movie ambazo anashirikishwa. Hiyo tutazungumzia wakati mwingine. Incredible Hulk ameigiza Richard Norton ambaye alikuwepo kama Hulk kwenye ile movie na tuliona historia ya Hulk ilianzia hapo. Kiachana ile Hulk ya kwanza kabisa ambayo ilitoka. Baada ya Incredible Hulk inakuja Iron Man 2. Hapa tunaona maendeleo ya Tony Stark. Baada ya Iron Man 2 inakuja Thor, ambapo Thor ilitoka mwaka 2011. Thor ilivyotoka ikafuatiana na Captain America the First Avenger, ambapo pia na yenyewe ilitoka 2011. Baada ya Captain America ndio inakuja Avengers ya kwanza. Hapa sasa tumeshakuwa introduced na Thor, tumeshamjua Iron Man, tumeshamjua Captain America, lakini kwenye Thor tulimpata Hawkeye ambaye ni Clint Barton, tukampata kwenye Iron Man 2 tulimpata Natasha Romanoff ambaye alikuwa ni agent wa Shield. Kwa hiyo tukaletewa Avengers. Hii Avenger ilikuwa ni idea ya Samuel Jackson ambaye aliigiza kama Nick Fury, kukusanya wale atheist mindless hero kutengeneza organization moja ambayo ile organization ilikuwa chini ya Shield. Lakini Shield ilikuja kuwa compromised kwenye Captain America the Winter Soldier. Mwisho wa siku ile issue ikabumburuka na ikaja kuwa kundi la Avenger wanaojitegemea. Baada ya Avenger ya kwanza, hapa ndio sasa tunaanza kufungua story ya Thanos. Kwenye Avenger ya kwanza kabisa Thanos alionekana mwishoni kabisa kwenye end credit, wakati Loki anamwambia kwamba hawa binadamu wako powerful na sio rahisi kuwaingilia, hawezi kupigia kirahisi. Kwa hiyo tunajua kuonyesha kwamba kumbe Loki ile vita yote alikuwa anasababisha pale New York kutaka kupigana na Avengers ilikuwa imetumwa na Thanos. Na lengo lake alikuwa ni kukusanya jeshi na kwenda kuisoma dunia na kuijua kwamba dunia ikoje, ili anapokuja kuivamia na kuchukua zile stones manake anajua anaanzia wapi. Kumbuka kwamba Earth tayari kulikuwa kuna kulikuwa kuna Power Stone pamoja na Mind Stone, ambayo ile Mind Stone alikuwa nayo Loki mwenyewe kwenye scepter, ambayo alitoka nayo huko alikopewa na Thanos. Kwa maana nyingine tunaweza kusema kwamba Thanos ndiye aliyewatengeneza Avenger, kwa sababu ujio wa Loki duniani ndio ulofanya mpaka Avenger wakaungana na wakaanza kupigana. At the same time tunaweza kusema kwamba Thanos ndiye aliyemtengeneza Scarlet Witch ama Wanda, kwa sababu Scarlet Witch kwenye Avengers Age of Ultron tulikuja kuonyesha kwamba wao ni zao la experiment iliyokuwa inafanyika kupitia ile Mind Stone. Japo kwenye comics wale ni X-Men ambao walikuwa kwenye majaribio ya X-Men pamoja na Professor Xavier, lakini kwenye MCU Marvel Cinematic Universe tunaweza kuonyesha kwamba hawa walikuwa ni jaribio kutoka kwenye ile project ya Hydra, walikuwa wanafanya majaribio kutoka kwenye ile Mind Stone ambayo ilikuwa kwenye Loki Scepter. Kwa nini nimesema kwamba Iron Man ndiye mtu pekee aliyejua ujio wa Thanos katika wale Avengers wote? Kwenye Avengers ile ya kwanza kabisa tuliona kwamba Iron Man mwishoni
wakati anajisacrifice kuchukua lile bomu na kulienda kulitupa out of space nje ya dunia, alikuta kuna ship ya Thanos imepaki ikiwa tayari kuja kuivamia dunia na kuishambulia. Na ile ship inaitwa Chitauri. Ile Chitauri ilikuwa imepaki pale. Iron Man alivyoiona, alivyorudi aliwaambia watu kwamba kuna kitu nimekiona, kuna hatari inakuja duniani. So Iron Man akawa obsessed sana na ile tukio kiasi kwamba akaanza kutengeneza maroboti kwa ajili ya kuja kuilinda dunia. Ndio tunakuja kuintroduce sasa kwenye Iron Man 3 pamoja na Avengers Age of Ultron. Baada ya phase 1 movie inayofuata ni Iron Man 3 ambapo nimetoka kuiongelea muda si mrefu kwamba baada ya ile Avengers ya kwanza kuona lile tukio tunakuja kuletwa kwenye Iron Man 3 ndipo alipoanza kutengeneza suti nyingi sana kwa lengo tu la kuiprotect dunia. Na hapo ndipo tunakuja ku introduce na War Machine ambapo ile War Machine ndo Captain Rhodes ambaye alichukua ile suti na kuondoka nayo kwenye Iron Man 3. Then baada ya Iron Man 3 inakuja Thor Dark World. Baada ya Thor Dark World inakuja Captain America The Winter Soldier. Baada ya Captain America The Winter Soldier inakuja Guardians of the Galaxy. Baada ya Guardians of the Galaxy inakuja Avengers Age of Ultron. Baada ya Age of Ultron inakuja Ant-Man. Baada ya Ant-Man inakuja Captain America Civil War. Baada ya Civil War inakuja Doctor Strange ambazo ni 2016. 2010 nyingine inakuja Guardians of the Galaxy Volume 2, halafu inakuja Spider-Man Homecoming, inakuja Thor Ragnarok, inakuja Black Panther, halafu ndio Avengers Infinity War. Baada ya Avengers Infinity War inakuja Ant-Man and Wasp. Baada ya Ant-Man and Wasp inakuja Captain Marvel. Baada ya Captain Marvel inakuja Avengers Endgame. Na hapo tunakuwa tumefikia mwisho wa ile phase ya 3. Lakini movie ya mwisho kabisa kwenye phase ya 3 ilikuwa ni Spider-Man Far From Home. Hii ndio ilifunga phase ya 3. Lakini Far From Home ilikuwa ni baada ya Endgame. Kwa tukizungumzia kabla ya Endgame, hizo ndio movie ambazo nimekutajia. Sasa turudi kwenye main point. Nilikwambia kwamba Iron Man ndio mtu wa kwanza kujua ujio wa Thanos. Lakini pia Iron Man huyu ndiye aliyekuja complete ile the arc. Watu wengi wanauliza kwamba kama ile nyundo ilivunjwa na dada yake Thor kwenye Ragnarok, ilikuwaje ile nyundo ikawepo tena kwenye Endgame? Ile nyundo ni 2014 ambao walitoka nayo Asgard baada ya kuwa wamefanya time haste kwenye Endgame. Hiyo details ya muhimu sana ya kuijua. Kwa hiyo ile nyundo ni ile nyundo ya past, na ndio maana mwisho wa Endgame Captain America aliondoka akiwa amebeba nyundo, alienda kuirudisha kwenye timeline baada ya kuwa amerudisha yale mawe. Lakini pia tukija detail nyingine, kwenye Age of Ultron kulikuwa kuna vita kati ya Avengers pamoja na marobot. Yale marobot yalitengenezwa na Iron Man. Iron Man alitengeneza AI ambayo ni Jarvis pamoja na Ultron. Ultron akaona kwamba ili kuweza kusave humanity sio kupambana na Thanos bali ni kupambana na binadamu. Kwa hiyo yule ni kama virus, aliingia kwenye yale marobot na kuanza kupambana vita pamoja na Avengers. Ile vita ya Age of Ultron mwishoni kabisa tunajua kuonyesha kwamba Thanos baada ya kuona vile akasema okay, sawa, this time sasa nitakuja mwenyewe duniani. Fine. I'll do it myself. Ndio tunakuja kuonyesha kwamba baada ya kuisha ile Thor Ragnarok, mwishoni kabisa tunaona Thanos ameinvade ile ship ya kina Thor na kwenda kutafuta ile Power Stone, ambapo Power Stone walikuwa nayo kwa sababu ilikuwa ni Tesseract, ilirudishwa kule Asgard baada ya kuwa vita ile ya Avengers ya kwanza imeisha, walirudisha Tesseract kule, alafu Mind Stone kama imebaki na Vision kwenye Age of Ultron. Point ya msingi nyingine ni kwamba Vision ni zao la AI ambao ni Jarvis, Vibranium ambao alikuwa ameiba Ultron kwa lengo la kutengeneza silaha ili aweze kuitekeleza dunia. Aliiba kutoka kwa Mrusi ambaye alikuwa ni pirate, alikuwa anaiba Vibranium kutoka Wakanda. Lakini pia Vision ni zao la Mind Stone. Kwa hiyo Vision ni Mind Stone pamoja na Vibranium pamoja na AI ambao ni Jarvis. Kwa hiyo sauti ni ya AI ya Jarvis, mwili ni wa Vibranium, akili ni za Mind Stone. Ndio maana aliweza kubeba nyundo ya Thor, kwa sababu ile nyundo ya Thor ili uweze kubeba inatakiwa pure hearted, uwe una uwezo kusacrifice utu wako na nafsi yako kwa ajili ya watu wengine. Ndio maana Vision aliweza kuibeba. Hata Thor mwenyewe mwishoni alisema kama Vision ameweza kuinywa ile nyundo, basi Mind Stone inaweza kubaki kwa Vision kwa sababu ni mtu anaonekana worth it kuibeba ile nyundo. Pointi nyingine ya msingi ambayo nataka nikwambie ni kwamba Doctor Strange alikuwa ameangalia possibility milioni 14 za kushinda ile vita, lakini akaweza kuruhusu kutoa ile time stone baada ya kuwa wamechakazwa sana mpaka Iron Man kuumia na nusu ya kufa, ndio akaamua kuitoa ile stone. Kuna theory, hii sio fact, bali ni theory ambayo watu wengi wamedevelop na wamefanyia research na inaonekana inaweza kawa ni kweli kwamba Iron Man wakati anachoma ile kisu ambacho alikuwa amekitengeneza kutoka kwenye suti yake, ndipo Doctor Strange akatoa ile stone. Lakini Doctor Strange aliangalia possibility milioni 14 za vita kushinda na akaona vita moja tu ambayo ameshinda. Kama aliona vita moja ambayo ameshinda, kwa nini alidelay kutoa ile stone kumpa Thanos na kuepusha zile fujo zote, lakini akakubali wapigane? Watu wengi wanasema probably walikuwa wanapigana ili waweze kushinda kwa sababu alikuwa ameona possibility lakini hakujua ni ipi. Lakini
Doctor Strange alikuwa anajua exactly ni possibility ipi ambayo watashinda. Lakini kile kitendo cha yeye kudelay kutoa lile jiwe, alikuwa anasubiri upande wa pili Scott Lang ambaye ndio Ant-Man alikuwa anatakiwa kuingia kwenye Quantum Realm kwenye movie ya Ant-Man. Wakati Scott Lang anatakiwa kuingia kwenye Quantum, yeye ndo mtu pekee ambaye akiingia kwenye Quantum anaweza kusurvive, walioko duniani watakufa baada ya kwa ile snap ya Thanos imetokea. Kwa hiyo Ant-Man ndo atakuja kuokoa wengine. Kwa Doctor Strange alidelay kumpa lile jiwe ili kuhakikisha kwamba ile mission ya Scott Lang ambaye ndo Ant-Man kuingia kwenye Quantum ifanikiwe kwanza, halafu ndio snap itokee. Maana yake yeye ndo atakuja kuwa mkombozi. Na hii inatupeleka kwenye pointi nyingine ya muhimu sana ambayo nataka kuambia kwamba Iron Man sio mtu ambaye alikuja kuokoa humanity. Yaani tunaona kwamba Iron Man alisacrifice akasnap ile finger na mwisho wa siku humanity ikawa imekombolewa. Lakini Iron Man sio mtu ambaye aliplay part kubwa kwenye kuokoa binadamu. Mtu aliyeplay part kubwa sana ni Scott Lang ambaye ndio Ant-Man. Kurudi kwa watu wote waliopotea kwenye Infinity War kulikuwa kunategemewa na bahati ya panya ambaye alipita kwenye mtambo, akafiatua ule mtambo, ukahakikisha kwamba umefungua ile Quantum Realm, akatoka Ant-Man. Yeye anaona kwake ni kama dakika kadhaa tu zimepita, lakini kwa duniani ilikuwa kama ni miaka 5 imepita toka wale watu wamepotea. Na watu wamekuwa traumatized, wana trauma, hawajui nini kinaendelea. Sasa Scott ndio akaenda kuambia Avengers, kwa sababu Scott alikuwa anamjua Captain America, walikutana kwenye Civil War. Akaambia jamani, mimi nilikuwa kwenye Quantum. And it feels like ni dakika 5 tu nimekaa kwenye Quantum, lakini nyinyi mnazungumzia ni miaka 5 imepita toka watu wamepotea. Tunaweza tukafanya time haste. Tukaenda tukachukua yale mawe kama yalivyo kabla Thanos hajayachukua, ili sisi tuweze kuundo lile tukio ambalo wamelifanya, tukarudisha watu wetu. Pointi nyingine ya muhimu ambayo inakuja kupitia hiyo scene ni kwamba watu wengi wanaamini kwamba Iron Man ni genius kiasi kwamba aliweza kutengeneza time haste ama time travel within night, kwa sababu unaona kwamba alihangaika usiku tu mmoja na kupata devices za kutengeneza zile suit za kwenda kufanya time travel. Lakini sio kweli. Iron Man amekuwa akifanyia kazi lile swala toka alivyoiona ile ship ya Chitauri imepaki ikisubiri vita nyingine. Kwa hiyo ni mtu ambaye amekuwa akisoma quantum physics, ni mtu ambaye amekuwa akisoma AI, ni mtu ambaye amekuwa akitengeneza vitu vingi sana kutokana na teknolojia yake kwa lengo tu la kuilinda dunia. Kwa hiyo hata alivyoambiwa kuhusu issue ya time travel alikuwa anaijua, lakini hakuwahi kufikiria kama inaweza kufanyika kwa namna ile. Ndio maana alivyoshirikiana na Bruce Banner waliweza kufanya ile time travel ikafanikiwa, na akaenda kuchukua zile stone kama zilivyo. Detail nyingine ya muhimu kabisa ambayo nakuja kukwambia baada ya kwenda kufanya ile time travel ni kwamba walipofika kule, Hulk alimfuata the ancient one na kumwambia kwamba anahitaji time stone, kwa sababu alimuuliza Doctor Strange, yuko akamwambia Strange mbona sasa hivi yuko hospitalini anafanya upasuaji. Kipindi kile Doctor Strange alikuwa bado hajawa Doctor Strange. Na baada ya kuwa amenyimwa lile jiwe, Hulk alimwambia kwamba mbona Doctor Strange alilitoa tu mwenyewe kwa kuridhia. The Ancient One alivyosikia vile akasema, Doctor Strange alilitoa kwa kuridhia. Akaamini kwamba kwa sababu yeye alikuwa amekabidhiwa uwezo wa kulinda lile jiwe la time, maana kama alitoa kwa kuridhia mwenyewe, it means kwamba alikuwa ameshaona future itakuwaje. Kumbuka kwamba The Ancient One tayari alikuwa anamjua Doctor Strange kabla hata Doctor Strange hajaja pale kwenye ile club yao. Kwa hiyo tunaweza kuona kwamba The Ancient One alikuwa anaijua future kabla hata future yenyewe haijatimia. Lakini detail nyingine ya muhimu kabisa ni kwamba Marvel wamesubiria miaka karibia 10 kuweza kumruhusu Captain America kuisema ile Avengers Assemble kwa wakati mmoja, kwa sababu ile Avengers aliisema kwenye Age of Ultron. Baada kwa ile vita imeisha, walikutana wote pale Avengers, afa akasema Avengers, wakaikatia pale Avengers. Kwa hiyo amekuja kuitimiza ile kauli kwenye Avengers Endgame na kusema Avengers Assemble. Lakini kwenye lile tukio la Avengers Assemble, nataka nikwambie kwamba kilichofanya Captain America akabeba nyundo ya Thor kwenye ile scene ni kwamba tulikuwa tunaonyeshwa ni kiasi gani Captain America ana uwezo wa kujisacrifice yeye mwenyewe kwa ajili ya watu wengine. Captain America alipigana hand to hand na Thanos, akapigwa mpaka ile ngao yake ikavunjika. Lakini Captain America huyu alisimama na kufunga na kukaza ile ngao yake ikiwa ni vipande, na kusimama against mtu ambaye alikuwa anaamini kabisa huyu mtu mimi siwezi kumshinda. Yaani ni kwamba alikuwa yuko tayari kufa kwa ajili ya kupambania ile vita. Ndio maana alinyanyuka na kukaza buti na kupigana na mtu ambaye anajua mimi siwezi kushinda hapa, nitapigwa tu. Na kile kinatuonyesha ni jinsi gani ambavyo Captain America alikuwa ni brave na anaweza kujisacrifice. Na hii ni hint ambayo directors walituonyesha kwamba mpaka wanamuonyesha kwamba ananyanyua ile nyundo, sio kwamba tu wamemuonyesha ghafla, ni kwamba wametengeneza mazingira ya kutuonyesha kwamba sisi kweli Captain America anastahili kuibeba ile nyundo na sio Avengers wengine. Wapo wanaostahili ukifuata zile sheria za ile nyundo, lakini Captain America ni mtu ambaye alikuwa dedicated special
kwa ajili ya kuja kuibeba ile nyundo mwishoni, ili tuweze kufurahia lile tukio kwamba tuliona kwenye Age of Ultron alitikisa, nao tumeona amebeba. Na ndio maana kama watu walioenda kuangalia sinema waliona watu walivyoshangilia kuona lile tukio. Hata Iron Man mwenyewe alikuwa muda ule amedondoka hakuona, kwa hiyo alivyoona ile nyundo imetoka kwenye mkono wa Captain America alishtua kwa kumbe jamaa alikuwa anaweza. Na ndio maana Thor pia alisema I knew it, kwa sababu alikuwa anajua kwamba Captain America is worth it kuibeba ile nyundo. Hizi ni details ambazo mimi nimezitambua kwenye hizi filamu 4 ama 3 ambao ni Avengers ya kwanza, Avengers Age of Ultron, Infinity War pamoja na Endgame. Kama kuna details nyingine za muhimu ambazo wewe unazifahamu, unaweza kutuambia kwenye comment, na mimi niliyoyasema yanaweza kawa ni theory na mengine yanaweza kawa ni practical. Mengine yanaweza kawa yamekuwa proved na directors wenyewe wa Marvel, na mengine inaweza kawa ni fan theory ambazo zimetengenezwa na mashabiki tu. Ziko nyingi sana. Mfano, Tony Stark alipokuwa anapigana na Thanos kwenye vita ile ya kule juu kwenye sayari ya Titans ambako ndo nyumbani kwa Thanos. Thanos alipompiga Iron Man alipompiga Thanos akamwambia, haya yote unayofanya kwa ajili ya kunitoa damu. Kwa sababu gani alimwambia vile? Alimwambia vile kwa sababu Thanos ni God, anajiamini yeye ni Mungu. Na kuna sehemu pia alimwambia kwamba Mungu hawezi kutoka damu. Kwa hiyo unaona kwamba kile kitendo cha Iron Man kumtoa damu Thanos alimuheshimu sana Iron Man. Na kwanza kabisa mwanzoni kuna muda Iron Man alipokuja pale akamwambia kwamba unachokitaka hakiwezekani, Thanos alimuita Stark. Stark akamwambia, do you know me? Akamwambia, I know who you are. You are not the only one cursed with knowledge. Maana yake ni kwamba Thanos alikuwa ameshamsoma Iron Man since way back, kabla hajaja pale kwenye ile vita. Kwa hiyo alikuwa anamjua Iron Man ni nani, Tony Stark ni nani. Kwa nini alikuwa anamjua? Kwa sababu Iron Man aliona ile ship ya Chitauri, na Thanos alikuwa anajua kabisa kwamba tayari kuna mtu ameharibu misheni yangu. Kwa hiyo mimi nitakaposhuka duniani natakiwa niwe nawajua baadhi ya Avengers kabla sijapambana nao. Avengers Endgame iliwatawanyisha wale Avengers, wakatawanyika kila mtu akaenda kwao. Lakini ile ikampa opportunity Thanos yeye kuweza kuaccomplish mission yake ya kwenye Avengers Infinity War. Tunakuja kwenye pointi ya msingi sana. Kwa nini Avengers walishindwa kumpiga Thanos wa kwenye Infinity War wakaja kumpiga Thanos wa kwenye Endgame? Thanos wa kwenye Infinity War alikuwa ni Thanos wa mwaka 2015, lakini Thanos wa 2016, Thanos wa kwenye Endgame ni Thanos wa miaka ya nyuma. Alikuwa bado haja collect zile stone, alikuwa bado ana greed, alikuwa bado ana chuki na hasira. Kwa hiyo walipigana na mtu ambaye wao wanamjua kwamba Thanos ni nani, anapigana vipi, na ili tuweze kumpiga inabidi tufanye nini. Lakini Thanos alienda kupigana na watu ambao hawajui, na ndio maana hata yule Wanda alipomwambia you took everything from me, akamwambia I don't even know who you are, kwa sababu at that time ilikuwa ni 2014. Yule ni Thanos wa 2014 ambaye alikuwa hawajui Avengers wote. Kwa hiyo yeye alipoenda pale baada ya kuona kwamba mission yangu mimi ilikuwa ni kueliminate half of the world, sasa kwa sababu nyinyi mmenichokoza na ibadilisha ile mission, nitawaua wote na nitahakisha mnateketea. Kwa Thanos wa kwanza alikuwa na goal na purpose, na ndio maana aliweza kushinda ile vita. Thanos wa sasa hivi hakuwa na goal wala purpose, ndio maana alikuja pale akabadilisha mawazo pale kwenye vita na akaenda kwa lengo la kutaka kuwateketeza, na ndio maana Avengers waliweza kushinda ile vita ya Endgame, wakashindwa kushinda ile vita ya Infinity War, kwa sababu kwanza kwenye Infinity War walikuwa wametenganishwa. Makundi yalikuwa sehemu tofauti tofauti, ndio maana unaona vita zilipigwa na sehemu tofauti tofauti. Lakini kama wote wangekuwa sehemu moja na kushirikiana, basi ile vita wangeshinda kama ambavyo wamekuja kushinda kwenye Endgame. Mimi naitwa Amani Kilaha na huu ndio mwisho wa podcast yetu. Kama umependa video hii, naomba ulike, ucomment, tuambie kwenye comment ni point gani ambayo wewe unaikumbuka ama unaijua kuhusiana na movies za Marvel, hizi Avengers especially, ambapo mimi nimeisahau na unaona watu wengine wanahitaji kuifahamu.